Watu walisema kwamba walishindwa kuelewa nilivyosema kwamba mimi ninaweza nikaumba mwanadamu. Naam. Walishindwa kuelewa. Sasa nipo kuwaelewesha kwamba sio mimi pekee ninayeweza kuumba mwanadamu, hata wao wanaweza kuumba Wanaweza mwanadamu. kuumba wanadamu. Na haya mambo lazima uyaelewe, kwa sababu usipoyaelewa maana yake hawezi kuwa king. Kweli kabisa. Na Niseme tu kwamba naam. au nirejee, maana hii clip tayari nishaitengeneza huko nyuma, lakini sasa twende kuongea mantiki ya kwamba nilimaanisha nini kuhusu kuumba. Maana watu walisema wewe unaumba, wewe unazaa, wananiambia mimi nazaa, siumbi. Lakini nieleze hapo, kuzaa ni kufanya nini? Kuzaa ni hatua ya mwisho, kwa sababu kuzaa ni kitendo, mama yuko leba anajifungua mtoto, hiyo ndio inaitwa kuzaa. Na ina stage zake. Kwa kuzaa ni hatua ya mwisho kabisa. Uumbaji ni hatua ya kwanza. Na kuumba maana yake nini? Ni kuchukua kitu kimoja na kuunganisha na kitu kingine. Yaani unachukua kitu fulani na kitu fulani unaviunganisha ili upate kitu kimoja. Hapo ndio kuumba. Ndio maana ule kitabu cha Mwanzo Mungu akachukua udongo, pumzi, sijui nini, akachanganya, akaumba mwanadamu. Okay. Kwa mantiki ya kwamba Naam. mimi nimekwambia nimeumba watu wawili mpaka sasa. Kwa mantiki ya kwamba sikuweza kuumba mimi peke yangu, no, nilitafuta mtu, nikasema sasa na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu na sura yetu, na tumuite majina yetu. Kwa yule tuliomuumba ni kwa majina yetu na kwa mfano wetu, mimi na mtu fulani. Kwa mantiki ya kwamba tukaunganisha nguvu zetu, akanipa nguvu yake inaitwa nguvu ya kike, nikaweka nguvu yangu inaitwa nguvu ya kiume. Umeona? Nikapata kiumbe. Na baada ya miezi 9 kikazaliwa, kikawa nafsi hai, kikatumia pumzi yangu. Na hata ukienda kukiprove kisayansi utakuta kina information zangu. Hauwezi kukuta kina information nyingine yoyote. Of course. Sasa ukiniambia mimi nimezaa, kuzaa anazaa mwanamke na ni final stage. Kwa kuumba ni kuunganisha vitu. Na hii lazima uelewe. Kama uelewi hii hapa, wewe huwezi kuwa mfalme. Ndio maana nimesema Mungu alitutenganisha sisi na yeye baada ya kutengeneza watu mfano wake. Akajipatia sehemu ya yeye kuishi na sisi akatupa kingdom ya sisi kuishi ili tuitawale hiyo kingdom. Kwa huku tunao uwezo wa kuumba watu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo kila mmoja ana uwezo wa kuumba. Kila mmoja ana uwezo wa kuumba na lazima ajue hilo. Yeye ndiye anayeumba. Sio Mungu. Mungu aliumba sosi. Lakini hapo tumeona kwamba ili mpaka mtu aweze kuumba inabidi ziwe ni nguvu mbili. Lazima nguvu. Sasa uweze kuumba kuumba ya kike na ya kiume. Viungane. Vikishaungana ndio vinatengeneza kiumbe fulani. Na kile kiumbe sasa utasema ni mfano wa nani? Hem, tulizane sasa. Automatic, yani hapo sitakuwa mfano wangu. Lazima ni mfano wetu, kwa sura na mfano wetu. Sisi tulioumba hicho kiumbe. Vizuri sana. Uwezo ukasema mfano wa Mungu. Sasa twende kwenye hii ambayo sisi watu wanasema kwamba sasa Mungu yeye aliumba na nani? Maana mimi nimesema mke na mume, watu wawili. Sasa twende kwa Mungu. Tunaona kwamba Mungu alifanya uumbaji. Hebu tuone yeye, kwa sababu kile kitabu chake anasema na tumuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Je, alikuwa na nani? Hapo ndio kuna swali sasa la kutumia nafsi moja. Hapana. Alisema tumuumbe. Kitu kimoja hakiwezi kutengeneza, kinatengenezaje? Sasa alikuwa yeye na nani? Wengine wanasema ni yeye na Yesu, ni yeye na malaika, ni yeye hata sijui shetani alikuwepo. Sasa sisi tunatakiwa tutoe majibu, alikuwa ni Mungu na nani? Naam. Unaelewa hicho kitu? Alikuwa ni Mungu na nani? Kabla hatujatoa hilo jibu, tuje kwenye huyu Yesu sasa ambaye watu wanasema yeye hajaumbwa, alizaliwa. Kauli ilitoka juu kwamba Maria anashukiwa na malaika, anaambiwa atabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa lazima uone kuna connection kati ya Roho Mtakatifu na Maria. Yaani ni vitu viwili. Umeona? Hivyo vinaenda kumtengeneza Yesu. Si kama unaelewa. Nasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa mantiki ya kwamba kwa uwezo wa Mungu. Na hii hapa sasa ni utakuwa umefupisha maarifa kusema ni Yesu peke yake kazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kila mmoja wetu kazaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ila tukimzungumzia Yesu ni sample. The chosen one. Ni sample, ni mfano wa sisi kwenda nao. Umeona? Kwa hiyo twende pale sasa, pale mwanzo Mungu alikuwa na nani? Wakaumba. Naweza nikakwambia kwamba yamkini yeye ndio source ya sisi. Ndio. Umeona? Unaweza kuona ni ajabu sana kusema labda alifanya sexual
Sio kama unaelewa, au alimedi kama sisi. Unaweza kuona ni ajabu sana, lakini kiufupi ni kwamba yeye anao uwezo wa kutamka kitu na kikatokea. Anao uwezo kwa sababu yeye ni mkuu kuliko sisi. Kwa hiyo hizi processes zote ambazo sisi wanadamu tunafanya kwenye uumbaji, Yeye anafanya kwa anatamka na Yeah. iwe hivi. na iwe hivi. Na ile kauli ya kusema na tumuumbe ni kauli ambayo ni sisi tunatakiwa tuielewe, kwamba mimi siwezi kuumba mtu kama niko peke yangu, lakini kwake yeye unatakiwa uelewe kwa namna ya mfalme mkuu wetu sisi anatamka, Unajua, ila sisi tunafanya. unajua mimi hapo Prophet nimekuelewa vizuri na Yeah. concept ni ile ile. Unajua pia sisi wanadamu tunapokuwa kwenye ile process ya uumbaji haianzi tu hivyo hivyo. No, Mtakaa, sio mtakaa, mtazungumza, lazima utamwomba mwenzako na tufanye na tupate mtoto wa kike, na tupate mtoto wa kike afanane na mimi, afanane na sisi sote. Unarifaa kule Unarifaa nyuma kile kitu ambacho Mungu yale maneno ambayo Mungu alisema na tumuumbe. Umenisaidia. Kwa hiyo kule tunatumia kama reference, lakini uhalisia ni kwamba sisi tunafanya practically. Kwa hiyo tunavyofanya sisi ni mfano, Mungu alifanya reality, sisi tunafanya example. Kwa hiyo Mungu yeye hakuwa na side ya kumate kwa sababu yeye ni roho. By that time sisi ni mwili, hawezi kumate, alitamka. Na katika roho hata wewe unaweza ukatamka kitu na kitu kikawa katika roho. Si kama unaelewa. Kwa hiyo huko wakati wa sisi kutamka vitu na vikawa. Na ni wakati gani sasa tutakuja kueleza wakati mwingine, lakini sio leo. Watafiti, unlocking knowledge.